Hello, mambo vipi mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu ya simulizi zetu. Nikukaribishe katika simulizi hii yetu ya Siri ya Kaburi Lisilo na Jina, na leo tukiwa tunaendelea sehemu ya 3. Msimulizi wako ni mimi Ananaisi. Karibu. Tuliishia pale ambapo Jeta aliona damu kwenye kikombe cha maji, hofu kubwa ikiwa imemtanda na kupelekea paramie taa ya utambi aliyokuwa nayo. Sasa tuendelee mbele. Wakati Jeta akiwa amejikunyata ukutani, mara ghafla mlango wa chumba cha mzee Maganga ukafunguliwa. Jeta akashtuka baada ya kusikia sauti ya mlango ukifunguka. Mauzauza aliyoyaona tangu anafika kijijini yamezidi kumchanganya. Mara ya kwanza halisi labda ni pombe aliyokunywa usiku wa jana kabla ya kuanza safari, lakini si hivyo. Mwanga wa tochi kamulika Jeta machoni. Mwanga huu unatoka kwenye tochi ya mzee Maganga. Mzee Maganga akamsogelea Jeta, akamgusa bega. Tena amemgusa bega ambalo aliguswa na mtu asiyeonekana wakati wanakuja hapa. Kuguswa kule kukazidi kumfanya Jeta aingiwe na hofu na uoga mkubwa zaidi. Jeta akasogea pembeni. Hakutaka kabisa kushikwa na mzee Maganga, maana kwanza kamuona ndotoni kama mhusika mkuu wa kifo cha mama yake. Halafu pili, bega alilomgusa ndilo bega lile lile aliloguswa na mtu ambaye hakuwa anaonekana. Mzee Maganga akamtuliza Jeta kwa kutumia ishara. Alionyesha ishara kama vile kocha wa mpira wa miguu akiwa anawaambia wachezaji wake wacheze mpira wa chini. Jeta alikuwa na hofu kubwa sana. Ujasiri wote aliokuwa nao mara ya kwanza umemwisha. Mzee Maganga alipoona Jeta ameshindwa kutulia, akasimama kisha akarudi chumbani kwake. Haukupita muda mrefu akarudi akiwa ameshika tunguli mkononi. Jeta akazidi kuduaa zaidi alipomwona mzee Maganga ameshika tunguli. Mzee Maganga akamzungushia Jeta kichwani kwa awamu 3, kisha akafungua tunguli na kukoa ndani yake. Alipomaliza akampatia Jeta ashike. Jeta awamu hii akatii kile alichoambiwa na mzee Maganga. Mzee Maganga akamshika mkono Jeta. Jeta aliposimama, mzee Maganga akamuongoza Jeta mpaka chumbani kwake. Walipoingia chumbani, mzee Maganga akampatia Jeta ishara ya kulala kitandani kwake. Chumba cha mzee Maganga hakikuwa na tofauti kubwa sana na kile alichokuwa amelala Jeta. Ingawaje nyumba hii imejengwa kwa tofali na kuwezeka kwa bati, lakini vitanda vilivyotumika vyote vilikuwa vya kamba na vimetengenezwa kwa mfumo mmoja. Hofu aliyokuwa nayo Jeta ikaanza kushuka taratibu kutokana na tunguli aliyozungushiwa na mzee Maganga. Jeta kalala kitandani huku akiwa amebeba tunguli aliyopatiwa na mzee Maganga. Mzee Maganga akavuta mkeka wake uliokuwa chini ya kitanda, akachukua shuka kwenye mfuko wake wa shangazi kaja. Alipomaliza akalala kwenye mkeka. Saa 4 usiku, wakati ambao mwezi umejificha nyuma ya mawingu, kuna kelele za kutisha zikawa zinasikika kila kona ya kijiji. Sauti za watoto wadogo pamoja na paka wanaolia kama watoto wachanga ziliendelea kusikika. Miau, miau. Milio ya paka wanaozunguka nyumba ya mzee Maganga. Wakati yote haya yanaendelea, kijana Jeta hakuwa anasikia chochote, sababu awamu hii amelala akiwa na tunguli kutoka kwa mzee Maganga. Paka wakaendelea kulia kwa sauti kubwa, na haikuwa nyumbani tu kwa mzee Maganga, lakini hata kwa majirani zake hali haikuwa shwari kabisa. Paka walilia kama watoto wachanga, walizunguka kila nyumba wakilia vilio ambavyo sio vya kawaida. Anga la kijiji lilivurugika kwa miale ya radi ya kijani. Vicheko vilijirudia rudia kama mwangwe. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Wanakijiji wakiwa ndani ya nyumba zao walisikia sauti ya treni ikipita nje ya nyumba. Mambo haya hayakuwa mageni kwao, lakini kwa mtu mgeni lazima utashindwa utakulala. Lakini wao wamezoea kusikia sauti ya treni ikipita, na wakati hakuna hata reli, kwao ilikuwa ni jambo la kawaida. Mauzauza ndani ya kijiji cha Mpepo yanatisha sana. Kijiji kizima kimetawaliwa na nguvu za kichawi, na wanakijiji wanalazimika kulala mapema kwa hofu ya nguvu hizi za kichawi. Paka hawaachi kulia, mbwa nao hawakuwa mbali, walibweka kwa sauti zisizo za kawaida. Radi zilipiga, na wakati hakuna mawingu hata ya mvua, upepo wa kutisha haukuacha kuvuma mpaka asubuhi ilipofika.
1:30 asubuhi, mzee Maganga alikuwa ameshaamka kitambo na kumwacha Jeta bado amelala. Jeta alikuja kuamka baada ya kusikia kelele za watoto wadogo wakicheza nje ya nyumba. Akashuka kitandani, akaweka tunguli mezani, alafu akajinyosha vizuri. Jeta akatoka nje ya chumba cha mzee Maganga na kuelekea kilipo chumba ambacho alilala usiku wa jana. Alipofungua mlango tu, akakutana na rafiki yake Maneno. Jeta, umeamka salama? Aliongea Maneno baada ya kumuona Jeta akiwa amefungua mlango wa chumbani. Jeta hakutaka kabisa kumjibu Maneno swali lake. Yote haya yanatokana na kile alichokifanya Maneno siku ya jana. Ikumbukwe Maneno akumuongelesha Jeta wakati anatoka polini na fito. Jeta ndugu yangu, yaliyopita yamepita. Jana achana nayo. Unafanya nini chumbani kwangu? Jeta akauliza kwa sauti ya mtetemo. Baba aliniambia nje kusafisha chumba chako, ndio maana nipo hapa. Maneno alimjibu Jeta kwa sauti ya upole na hekima. Nitasafisha mwenyewe. Hapana, siwezi kukaidi agizo la baba yangu. Maneno, hebu nielewe, ondoka, nitasafisha mwenyewe. Au kisa hapa ni kwenu, ndio unakuwa king'ang'anizi kama kupe? Basi aishe. Maneno akabeba kila kilicho chake akatoka nje na kumwacha Jeta akiwa ndani. Maneno ni mtoto wa pekee wa mzee Maganga. Mama yake na Maneno alifariki siku moja baada ya kumzaa Maneno. Chanzo cha kifo chake kilikuwa ni kutokwa na damu nyingi sana. Mzee Maganga na mwanae Maneno wanaishi hapa kwa muda mrefu sana. Ukaribu wa familia yao na familia ya Jeta ni mkubwa sana, ingawaje hawana undugu wowote, lakini walikuwa wakisaidiana kwenye shida na raha. Mzee Maganga alikuwa rafiki kipenzi wa marehemu baba yake na Jeta. Hivyo baada ya baba yake na Jeta kufariki, mzee Maganga akawa kama baba wa familia mbili, yaani familia yake na ya kwao Jeta. Baada ya Maneno kutoka nje, alikutana na baba yake mzee Maganga akiwa amebeba kikombe chenye dawa ya asili. Dakika hiyo mmeweza kufanya usafi? Aliuliza mzee Maganga huku akimtazama mwanae Maneno ambaye amesimama mbele yake. Hapana baba, Jeta amekataa nisifanye usafi. Kwani ameshaamka? Ndiyo, yupo chumbani kwake. Maneno akashusha pumzi. Ngoja nikaongee naye. Najua anakulaumu kwa sababu jana haukutaka kuongea naye wakati amefika kijijini. Mzee Maganga akaanza kuongea ndani. Ongea naye, mwambie sikuwa na chaguo. Ningefanya vile maisha yetu yangekuwa hatarini. Maneno akatupa fagio chini mpaka mzee Maganga akageuka. Sasa unaenda wapi? Naenda kuwinda. Ndege gani utamnasa ukiwa na hasira? Hebu tulia kwanza, niongee na mwenzio ili baadaye utoke naye. Mzee Maganga akaingia ndani. Mzee Maganga akaingia mpaka chumbani kwa Jeta. Akamkuta anamalizia kuvaa nguo zake alizozivua usiku wa jana wakati analala. Mzee Maganga akasogea mezani ili aweke kikombe cha dawa alichokuja nacho. Macho ya mzee Maganga yakatoa kwenye ilizi aliyompatia Jeta usiku wa jana. Mzee Maganga akakoa kidogo kurekebisha koo yake. Jeta akageuka. Asalamu alaikum. Alaikum salam. Jeta akaitikia. Jana nilikupatia hii ilizi. Akaichukua. Lakini nashangaa ipo hapa. Bila shaka hukuitumia. Jeta akashusha pumzi na kukaa kitandani. Akamtazama mzee Maganga kwa sura yenye maswali mengi sana. Ndiyo, sikuitumia. Lakini Okay, nimekuelewa. Hebu tumia kwanza hii dawa kabla haijapoa. Akachukua kikombe chenye dawa na kumpatia Jeta. Jeta alisita kuchukua kikombe kwanza alichopatia na mzee Maganga. Akakitazama kwa sekunde kadhaa mpaka pale aliposhtuliwa na sauti ya mzee Maganga. Mwanangu, chukua. Jeta akachukua kikombe kwa mikono miwili. Akavuta pumzi ndani, kisha akapeleka kikombe mdomoni. Akaanza kunywa dawa aliyopatiwa na mzee Maganga. Akabugia dawa yote huku akikunja uso, maana dawa ni chungu sana. Chungu. Pole sana. Hii itakufanya upunguze kuona mauzauza, alisema mzee Maganga huku akichukua kikombe mkononi mwa Jeta. Mzee Maganga akakiweka juu ya meza halafu akakaa pembeni ya Jeta. Akashusha pumzi kabla ya kuanza kuongea na Jeta. Mwanangu Jeta. Jeta akamgeukia mzee Maganga. Naam baba. Una muda gani haupo Mpepo? Ni kama miezi 6 hivi. Okay.
Mara ya mwisho kuongea na mama yako kwenye simu ni lini? Ni wiki moja iliyopita. Baada ya hapo simu yake ikawa haipatikani kabisa. Na nilijaribu kupiga kwa majirani, hata hao hawakuwa wanapatikana. Vizuri. Mzee Maganga akatikisa kichwa juu na chini, kisha akaendelea kusema, kwa sasa Mpepo hapapo kama ulivyopazoea. Mpepo imevamiwa na wachawi ambao wanatusumbua sana kwa sasa, na wachawi hao ndio waliomuua mama yako. Wachawi wamemuua mama yangu? Mbona jana niliota ndoto ya... Kabla Jeta hajatamka ndoto aliyoyota, Mzee Maganga akasema, naelewa vyema, ndiyo maana usiku wa jana nikakupatia ilizi, lakini ukakaidi, ukitegemea kufaidi siku ya Idi. Sikiliza mwanangu, uchawi unaotumika kijijini ni uchawi wa kuchonganisha watu, na ukilala bila kinga ya kichawi lazima utaota ndoto mbaya ambayo inamwelezea mtu wako wa karibu kama adui yako. Hiyo ndoto uliyoyota isikupe shida kabisa. Mzee Maganga kameza funda la mate kulainisha koo, kisha kaendelea, kijiji hakina amani tena. Tumepoteza ndugu zetu wengi sana. Sitaki na wewe nikupoteze. Jeta akachosha pumzi. Kwa hiyo baba, mkashindwa kabisa hata kustiri mwili wa mama yangu? Kweli wewe ni kumwacha mama awe chakula cha funza? Maiti inaonekana amefariki muda mrefu. Hiweje mshinda hata kumzika? Jeta akaongea kwa uchungu huku machozi yakimtoka. Mzee Maganga akamjibu Jeta, mama yako alikiuka masharti. Alikiuka masharti? Masharti gani hayo ambayo mshindo hata kumzika? Jeta akasimama kwa ghadhabu. Mzee Maganga akamjibu kwa sauti ya upole, kama nilivyokuambia hapo awali, kwa sasa kijiji chetu kinaongozwa na sheria za kichawi mwanangu. Kuna sheria zilizowekwa na wachawi, na miongoni mwa sheria hizo ni kukaa kimya kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 1 asubuhi. Hauruhusiwi kuongea na wenzio. Endapo mkifanya soga kama tufanyavyo sasa, basi wote tutakufa vifo vya kutisha. Na upande wa mama yako, alijisahau akaongea na mtu. Mama yako akaanza kuoza miguu, akawa kubaki ndani tu. Mwisho wa siku umauti ukamkuta. Jeta akatoa tabasamu la mshangao. Aliongea na mtu akaanza kuoza polepole. Mmechukua hatua gani kipindi ameanza kuoza? Jeta akamtolea macho Mzee Maganga. Mzee Maganga akasimama, wakawa wanatazamana kwa pamoja. Mzee Maganga akamjibu, nadhani nimekuambia kwamba ikifika saa 12 jioni hauruhusiwi kuongea na mtu yoyote. Akashusha pumzi. Baada ya wachawi kuona wanakijiji wamepata sheria ya kukaa kimya muda wa saa 12, wakaanza kutuma watu tuwapendao ambao wamekufa. Mama yako walimtumia marehemu baba yako. Mama yako aliniambia kabla ya wote kumkuta. Alisema kwamba wakati alipokuwa amelala alisikia sauti ya mume wake, yaani baba yako. Sauti ile ilikuwa inamuomba msaada. Na kwa kuwa mama yako alimpenda sana baba yako, akaenda kumfungulia. Na kweli kabisa alikuwa baba yako mzazi, akiwa amevaa nguo tuliyomzika nayo. Mama yako akamwongelesha marehemu baba yako alipomuita tu Baba Jeta. Na huu ni mwisho wa sehemu ya 3 ya simulizi ya Siri ya Kaburi Isiyo na Jina. Nini kinafuata? Je, nani nimpeleke Mpepo? Usiache kufuatilia sehemu ya 4. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Bye.